Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatano, juma la pili la Kwaresma. Neno la Mungu leo linatupa nguvu, latualika pale tunapojitoa katika kumtumikia Mungu au kusimamia haki. Daima tutakutana na upinzani, chuki na hata njama za kuangamizwa. Na hii tutaona katika somo la kwanza la kitabu cha nabii Yeremia alivyopingwa na watu, na pia katika Injili takatifu ya siku ya leo tutamwona Yesu anavyotabiri au anavyoelezea kuhusu kifo chake, kwamba ataziakiwa, atapigwa, atateswa, atakufa na kisha atafufuka. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura 18 aya 14-20 tunamwona nabii Yeremia akipangiwa hila. Watu wanasema, njoni tumpige kwa ndimi zetu. Watu wanapanga kumchafua kwa maneno, kumzushia na kumzika sauti yake. Yeremia anaumia, lakini badala ya kulipiza kisasi anamwelekea Mungu na anakumbuka jinsi alivyowasimamia watu hao mbele za Mungu ili kuwaombea rehema. Analalamika kwa Mungu, je, mabaya yalipwe badala ya mema? Hapa tunaona moyo wa nabii ukweli. Anateseka kwa sababu ya ukweli, lakini bado anatamani wokovu wa wale wanaomtesa. Na mara nyingi inatupa fundisho. Mara nyingi tunapofanya jambo lolote lililo zuri, hasa tukisimamia haki, tutapata majaribu. Lakini haya majaribu yatakayotokana na kupingwa na wenzetu, kurudishwa chini, kuangamizwa kabisa, tuwaombee wale wanaoyatenda haya majaribu mema. Leo huu mfano anaotupa nabii Yeremia ni mfano ambao tunapaswa tuchukue katika maisha yetu, tuweze kuishi nao. Na katika Zaburi ya 31 ambao ni wimbo wetu katikati ya leo, inaendana na kilio hicho ambacho tunakisikia kutoka kwa nabii wetu Yeremia, ambaye inasema, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ni sala ya mtu aliyezingirwa na hila, lakini bado ana matumaini. Huu ni mwaliko kumkabidhi Mungu nyakati zetu, hasa zile za maumivu na kutokueleweka. Pale ambapo unapoona mambo yaendi sawa katika maisha, mwambie Mungu, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mungu Baba, ninajikabidhisha kwako, naye atakuongoza. Na katika Injili ya leo iliyotoka katika kitabu cha Mwinjili Mathayo sura 20 aya 17-28, Yesu anatangaza kwa mara nyingine mateso yake, kwamba ataziakiwa, atapigwa, atasulubishwa na siku ya tatu atafufuka. Lakini ajabu ni kwamba mara tu baada ya tangazo hilo la mateso, mama wa wana wa Zebedayo anaomba nafasi za heshima kwa wanawe. Wakati Yesu anazungumzia msalaba, wao wanafikiri juu ya vyeo. Hapo ndipo tunapogundua tofauti kati ya mawazo ya Mungu na mawazo ya wanadamu. Yesu anaonyesha wazi ukuu katika ufalme wa Mungu si swala la kukaa juu, bali ni kushuka chini, si kutumikiwa, bali ni kutumikia. Anatoa mfano wake mwenyewe. Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali alikuja kutumikia na kutoa uhai wake kwa fidia ya watu wengi. Hicho katika kipindi cha Kwaresma kinatuweka uso kwa uso na ukweli huu, na tunapaswa tujiulize, je, tunamtafuta Kristo kwa sababu ya utukufu au kwa sababu ya msalaba? Utukufu nao maanisha ni wa kuinuliwa juu, kuonekana kwamba sisi ni watu walio wema, watu ambao tuna vyeo, na sio kwa sababu ya msalaba. Je, tunatafuta nafasi zetu za mbele au tunakubali kubeba mizigo ya wengine? Tuendelee kutafakari kwamba, je, tukipingwa kwa sababu ya haki tunavumilia au tunalipa kisasi? Maisha ya sasa yanafanana sana na uzoefu wa Yeremia. Kuna fitina za maneno, chuki zisizo na sababu, wivu na mashindano ya madaraka. Lakini Kristo anatufundisha njia nyingine, ambayo ni njia ya uvumilivu, njia nyenyekevu na sadaka ya upendo. Njia hii najua si rahisi, lakini ndiyo inayozaa uzima wa milele. Shangilio letu la leo kutoka katika Injili ya Luka linatukumbusha, heri walishikao neno la Mungu katika moyo wao mema na unyoofu, na wazao matunda katika uvumilivu. Heri wale walishikao neno la Mungu katika moyo wao mwema na unyoofu, na wazao matunda katika uvumilivu. Matunda hayaji mara moja, yanahitaji uvumilivu, hasa tunapokutana na mateso au kutokueleweka. Hivyo pale ambapo tunashika neno la Mungu na kulitenda kwa unyoofu, tunazaa
tunapata baraka ambazo zinakuja kwa kupitia uvumilivu, na bila kuvumilia hatutaweza kufanikiwa. Yeremia asingevumilia angelipiza kisasi na mwisho wa siku angeharibu roho yake. Kwa hiyo leo Bwana anatualika kukinywa kikombe chake, kikombe cha kujitoa, kikombe cha kusamehe, kikombe cha kutumikia hata pale tunapoumizwa, hata pale tunapopingwa. Na anatuambia tukifanya hivyo tutashiriki si tu mateso yake bali pia ufufuko wake. Basi tumkabidhi Mungu nyakati zetu, tuchague kutumikia badala ya kutawala, tuchague kusamehe badala ya kulipa kisasi, na kwa sababu katika mpango wa Mungu anayejitoa hupokea uzima wa milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.